Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo tunajifunza jambo moja zuri sana kuhusu utumishi mbele za Bwana. Watu wengi sana huwa tunasema kwamba kutumika mbele za Bwana ni kugumu sana. Kutumika mbele za Bwana ni kugumu sana. Nataka leo tujifunze, je, kutumika mbele za Bwana ni kugumu kweli au ni mitazamo tu ya watu? Amina. Basi kwa majina yangu naitwa Brian Frankie, napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel, tuamini injili wakati umekwisha. Basi bila kupoteza wakati twende tukajifunze. Watu wengi huwa tunasema na kulalamika, kuongea na wengine kuhusu kwamba utumishi mbele za Mungu ni mgumu sana. Kutumika mbele za Bwana ni kugumu sana. Wapenda katika Bwana, Mungu jambo hili aliliona, na alipoliona aliona kabisa katika hali ya mwili kutumika mbele zake hakuwezekana, bali katika hali ya imani, yani katika hali ya kumtegemea Mungu, inawezekana na ni rahisi sana. Amen, ni rahisi sana. Kwa nini nasema ni rahisi sana? Kwanza kabisa, kitu cha kwanza cha kukijua kabisa kwamba Mungu ni mwaminifu, na Mungu anapenda watu wote ambao wamempokea wafurahishwe. Amina. Na ni kweli kabisa anataka watu wote waliompokea wafurahishwe. Ndio maana ukienda kwenye moja ya miongoni mwa tunda la Roho ni furaha. Hiyo furaha yake ni nini? Anasema hivi, alikuwa anawaambia Yesu Kristo kwamba katika Yohana 16 mstari wa 24 anasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Kuna kitu kinaitwa utimilifu wa furaha. Amina. Upati furaha katika utumishi mbele za Bwana, au upati raha katika kutumika mbele za Bwana. Unaona utumishi mbele za Bwana kwa sababu unakiuka kanuni za Bwana. Mungu anapokuwa anamkomboa mwanadamu, anamwekea kanuni za kuishi viwango vyake. Ukishindwa kuishi vile viwango vya Mungu, utaona utumishi wa Bwana ni mgumu sana. Amina. Utaona utumishi wa Bwana ni mgumu sana. Kwa nini naongea neno hili? Mungu anapokuwa amekukomboa, au unapokuwa umeokoka, unapokuwa umempokea umempokea Yesu Kristo ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, lazima ukubali kubadilisha mfumo wa maisha yako. Usipobadilisha mfumo wa maisha yako, hauwezi kutumika mbele za Bwana, kwa sababu haufiti, hauna kigezo cha kutumika mbele zake. Amina. Hauna kigezo cha kutumika mbele zake. Na jambo hili hata Mungu aliwaonya pia wana wa Israeli wakati wametoka Kanaani, wakati anaingiza katika nchi ya ahadi, aliwaambia namna gani ambapo itaenda kuwa katika nchi ya ahadi. Ni nchi nzuri sana, yenye maziwa na asali, inapendeza sana. Lakini ukishindwa kuishi viwango vya Mungu, itakuwa ni nchi chungu. Hautaweza kujua utukufu wake, hautajua uzuri wake. Amina. Hautaona utukufu wa nchi ya ahadi, hautaona utukufu wa kukaa mbele za Bwana, hautaona utukufu wa kutumika mbele za Bwana, hautaona utukufu wa kutoa, kufunga, wa kuomba. Hautaona, kwa sababu haujui, bado umebeba taratibu na tabia zile ambazo ulikuwa unazifanya awali. Amina. Tukasome kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 20. Tuone Mungu anasema nini. Anasema, kwa kuwa nchi mwingiao kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka, uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kunyesheleza kwa mguu wako kama shamba la mboga. Lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunywesha maji ya mvua ya mbinguni. 12. Nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tena itakuwa mtakaposikia sauti kwa bidii maagizo niwaagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kutumika kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika, mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavuo yako kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. 16. Jitunze nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa, mkageuka kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda, mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu moyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Amina. Wapendwa katika Bwana, Mungu ni mwaminifu sana. Kama nilivyosema,
anapokuwa ametuleta katika utukufu wake, anatupatia kanuni mpya ya kuishi mbele zake. Hivyo anasema hivi, anawaambia wana wa Israeli kwamba nchi mnaenda kuivukia si kama nchi ya Misri ambayo mlikotoka, si kama nchi ya Misri ambayo mlikuwa mkipanda mbegu mkinyosha kwa miguu yenu, kwa nguvu zenu, mlikuwa maana anamaanisha mkitumia nguvu zenu. Lakini nchi ambayo mnaenda kuivukia ina vilima na mabonde, inatunzwa na Bwana kwa imani, kwa sababu Mungu ndiye aliyewaleta huko, atawatunza na kuweka katika utukufu wenu. Anasema mkiashika maneno yangu na mkiyatunza, mkinipenda mimi kwa roho zenu zote na mioyo yenu yote, nchi hiyo itakuwa na baraka. Mungu atainyosha toka mwanzo wa mwaka, atakusababisha upate nafaka, upate kila kitu, uishi vizuri katika ile nchi. Ninachomaanisha wapendwa, kuishi mbele za Mungu, utumishi mbele za Mungu wako utakuwa ni mwepesi, kwa sababu ya urahisi. Ina mabonde na milima, lakini atakufanya kuwa mwepesi kutumika mbele zake. Kwa sababu gani? Umemwamini yeye, umempenda yeye kwa moyo wako wote na roho yako yote. Amina. Anachokuja kuzungumza, anasema kwamba ukienda kinyume, ukikaidi, hiyo nchi haitatoa mvua, haitatoa vitu vizuri. Utaona ni kugumu, utaona ni kukavu, utaona ni kukame. Atasema hata mtoke katika hiyo nchi. Utaondoka katika hiyo nchi. Kwa sababu gani? Hautaweza kuvumilia utukufu, hautaweza kuvumilia utukufu wa Mungu, kwa sababu haufiti. Wewe hauna vigezo vya kukaa humo. Amina. Hauna vigezo vya kukaa. Utaanza kutafuta sehemu zingine, utaanza kutafuta nafuu zingine za kukimbilia. Amina. Ndio maana ukienda kusoma katika kile kitabu cha Yeremia 9 mstari kuanzia 23 mpaka 25, sema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoadhibu wote waliotahiriwa katika hali yao ya kutotahiriwa. Amina. Anasema mwenye hekima katika Yeremia, mwenye hekima anasema mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, mwenye mali asijisifu kwa sababu ya mali zake, bali ajisifu na ajisifu kwa sababu hii kwamba ananijua mimi Bwana, kwamba mimi Bwana ndiye nitendaye haki na hukumu katika nchi, kwamba mtu yote ambaye ana nguvu, ili aweze kuishi katika viwango vyangu, ili aweze kuishi katika uwezo wa Mungu, aone kazi za Mungu mbele, kutumika mbele za Mungu ni rahisi na wepesi. Lazima huyo mtu atoe akili yake, aweke akili ya Mungu, mawazo yake yake mawazo ya Mungu, utajiri ajue unatoka kwa Mungu. Ndipo utakapokuwa unaweza kutoa, ndipo utakapokuwa unajua kusaidia, ndipo utakapokuwa unajua kufanya utu wema. Bila hivyo hauwezi kufanya hayo, utakuwa unaona unapoteza, au utakuwa unaona unafanya kazi bure. Hivyo utaona utumishi mbele za Bwana ni mgumu. Lakini ukiwa unafanya hivyo, anasema hivi mstari wa 25 kwamba itafika wakati kwamba Mungu anapo atahukumu watu katika hali atahukumu watu wenye kutahiriwa katika hali ya kutokutahiriwa. Amina. Ambao watu katika nchi ya ahadi watahukumiwa kama watu ambao hawakuwahi kumjua Mungu. Kwa sababu gani? Watakuwa wanaenda tu mbele za Bwana, lakini hawajui wanachokifanya. Ndio maana anasema katika Mathayo 7 kusoma kuanzia mstari wa 21 23, anasema hivi kwamba sio kila mtu asemaye Bwana Bwana ataurithi ufalme wa mbinguni. Kuna watu wengine watakuwa wanasema Bwana Bwana, lakini hawataurithi ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Hawaendi katika vigezo vya Mungu. Wanakaa tu katika nchi ile, lakini hawajakubali mioyoni mwao kutumika mbele za Bwana. Amen. Mpendwa katika Bwana, ninachomaanisha ni nini? Mali ni zile zile, upendo ni ule ule, uvumilivu ni ule ule, kila kitu, akili na kila kitu ni kile kile. Amina. Lakini kinachotakiwa kubadilika ni namna ya kutumika mbele zake katika vile vitu ambavyo unavyo. Amina. Vile vitu ambavyo unavyo, namna gani ya kutumika, vimtumikie Mungu vile vitu. Amina. Ukisoma katika ile Luka 3 ukianzia mstari kuanzia ule wa 10, ukisoma pale, wakati Yohana Mbatizaji anawahubiria wale watu, anawaambia kwamba wageuke, watubu, wageuke, shoka ishawekwa kwenye shina, mtu tayari kukata, mtu usio pando lisilozaa, baba ulikata na kulitupa motoni. Watu walimfuata Mafarisayo, walimfuata askari, wakamfuata na watoza ushuru, wakamuuliza tufanye nini? Akawafundisha kutenda wema katika kazi zao zile zile, akawafundisha kufanya haki katika kazi zao zile. Katika hali ya askari wako fanya kazi, fanya wema. Katika hali yako ya utoza ushuru ya TRA yako fanya kwa wema, fanya kwa uaminifu. Katika hali yako wewe ya kuhubiri fanya kwa uaminifu. Ndicho alichokuwa anamaanisha. Katika vitu vile vile, kazi ni zile zile, ila zibadilishe katika uaminifu mbele za Bwana, ili uweze kuishi katika vigezo vya Mungu. Bila hivyo utasema haiwezekani. Haiwezekani kukaa kwa mifundi bila kufanya kazi fulani, mimi kwa dalali kufanya kazi fulani, mimi kwa ni askari bila kuchukua rushwa, bila kufanya hivi. Utasema haiwezekani, lakini inawezekana. Ni kwamba hujaamua kubadilika. Nchi ambayo umeamua ulioingia ni nchi njema. Kwa hiyo ili uweze kuishi katika hiyo nchi, kubali vigezo vya Mungu, kubali kuweza kukaa katika vigezo vya Mungu. Mwalimu unayefundisha, mwinjilisti unayehubiri,
daktari, nesi, kazi zako hizo zote unaweza ukazitumikia mbele za Bwana katika uaminifu na katika hali ya njema na utulivu na utukufu wa Mungu. Ukifanya hivyo utapata mafanikio ya kimungu. Kwa sababu gani? Unakuwa na tamaa. Uko katika hali ya daktari, unachukuliwa na wimbi la madaktari na taratibu au tabia ambazo walikuwa wanazifanya mahali hapo. Wewe ni askari, unachukuliwa na tabia na taratibu za uaskari ambazo walikuwa wanazifanya, kwamba lazima uchukue rushwa, kwamba lazima ufanye hivi. Hapana, si sahihi. Ila nchi uliyoivukia ni nchi nzuri ambayo inatunzwa na Bwana. Kama inatunzwa na Bwana, ili uweze kuishi katika hiyo nchi, lazima ukubali viwango vya Bwana. Ili uweze kuishi katika nchi hiyo, lazima ukubali kwa kweli umemkubali Mungu. Akili zako, mali zako, fahamu zako, kazi zako, hizo ambazo ulizonazo duniani, zibadilishe ziende katika mfumo wa Mungu. Hapo ndipo utakuwa hiyo. Wale wana Israeli ya kubadilika, walitoka Misri ni wale, waliingia nchi ya Kanaani wale. Yoshua alikuwa ni Yoshua yule, ila tu moyo wake wa Yoshua toka kule ndio ulikuwa wao. Hata mbinguni tutakapoingia, hatuwezi kubadilika. Tukifika mbinguni, tutatoka duniani katika hali hii na tutaenda mbinguni katika hali hii, kwamba sisi ambao kumkubali kabisa Yesu Kristo, Blai nitakuwa Blai huyu. Mbinguni sitakuwa naitwa Blai sijui nani, hapana. Sitakuwa naitwa mtu fulani, hapana. Ila nitakuwa katika tabia hii, yani katika tabia mwenendo huu mwema na tabia njema, ndio ambayo itanipeleka mbinguni. Wala sitaenda kubadilikia mbinguni. Amina. Kwa maandalio ya moyo yako hapa duniani. Kwa hiyo tunaishi duniani kama tunaishi mbinguni. Amina. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawaambia kabisa kwamba ili wajiandae toka kule jangwani. Jangwani ilikuwa ni sehemu ya kuwafundisha. Wajiandae toka kule jangwani, kwamba wajue kabisa tunaenda kutumika namna gani mbele zake. Wote ambao walikuwa wamejiandaa waliweza kuingia waliweza kuingia Kanaani. Ambao walikuwa wamejiandaa kutumika huku katika hali ya jangwa, hawakuweza kuingia Kanaani. Tunaona kina Joshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wanaingia Kanaani kwa sababu ya namna gani ambao walikuwa ni waaminifu mbele za Bwana. Mpendo katika Bwana. Hivyo nataka nikwambie, utumishi mbele za Bwana, ukiona kama unaona utumishi mbele za Bwana ni mgumu, rudi ujichunguze pia. Amina. Rudi ujichunguze, kwa sababu mimi ninachojua ni Mungu anataka kutupatia furaha, kutupatia tumaini siku zote. Na ile tumaini ndio ulinzi wetu. Hatuna tumaini, hatuna kitu kingine ambacho kinaweza kutulinda. Kama hauna hayo, rudi kwa Mungu, mwambie Mungu nahitaji neema yako, nisaidie. Nahitaji neema yako. Nipungukiwa na neema, mwambie Mungu akupatie neema ya Mungu. Ni nyingi sana. Ipo wakati huu, ipo ya kutosha. Mwombe Mungu akupatie neema yake ili uweze kukaa katika utukufu wake na uweze kuishi viwango vya Mungu, ili uweze kufurahia utumishi mbele za Bwana. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.